Karibu tena ndani ya Michael Recap, sehemu pekee unayopata simulizi za kusisimua. Leo tunakuletea Destined to Love You. Hii ni simulizi ya kina na ya kusisimua ya Kichina. Destined to Love You katika lugha ya Kiswahili inamaanisha hatima ya upendo wangu kwako. Simulizi hii inaangazia mwanzo wa safari ya Qian Baobao na mkutano wake wa kwanza na mwanajeshi mkorofi Tian Hao. Na hii ni sehemu ya kwanza. Hadithi yetu inaanza katika mitaa yenye purukushani ya China ya miaka ya 1910, kipindi cha utawala wa kijeshi. Katikati ya soko, hali ya hewa inabadilika ghafla kuwa ya taharuki. Kundi la wahuni na mabanditi wanaofanya kazi kama watoza kodi haramu wanapita mtaani, wakipora mali za wafanyabiashara wadogo na kupiga yeyote anayewapinga. Huu ndio upande wa Tian Hao, jina ambalo baadaye litahusishwa na utambulisho wa siri ambapo ujasiri wake mtaani unamfanya kuwa shujaa wa wanyonge. Tian Hao anaingilia ugomvi wa mabanditi wanaowaonea wafanya biashara sokoni. Tian Hao anazua taharuki, ugomvi mzito unaibuka sokoni, ni vita ya mabanditi dhidi ya Tian Hao. Anatumia ujuzi wake wa kupingana na mafunzo ya kijeshi, anawatwanga mabanditi wote. Ghafla Tian Hao anawekwa chini ya ulinzi. Maaskari kutoka kambi ya jeshi wamemfuata kumrudisha kambini. General Zeng ameamua kumrudisha ili akashiriki mashindano ambaye mshindi ndiye ataibuka kiongozi katika jeshi la China. Hadithi inahamia katika ulimwengu wa Qian Baobao, msichana mwerevu, mcheshi na mwenye ujasiri mkubwa ambaye anajipatia riziki kama mcheza sarakasi wa mtaani. Baobao hayuko peke yake, yuko na mama yake mgonjwa ambaye anamtegemea kwa kila kitu. Ghafla mabanditi wanaomdai Baobao wanaingia ndani ya ukumbi wa sarakasi na kuanzisha vurugu kubwa linalogeuka na kuwa sehemu ya maonyesho. Umati unatazama kwa hofu, lakini Baobao hawezi kunyamaza. Kwa kutumia ujuzi wake wa sarakasi na wepesi wa miguu, Baobao anaruka na kupaa kwa kutumia vitambaa, akihama kona moja baada ya nyingine. Anatumia mbinu za kugeuza nguvu za maadui zake dhidi yao wenyewe. Anaruka, anaserenyeka chini ya meza na kutumia vikorokoro vya sokoni kuwavuruga mabanditi hao. Mapambano haya si ya nguvu tu, bali ni ya akili. Baobao anawachezea shere, akiwafanya wagongane wenyewe huku akicheka kwa dhihaka. Hata hivyo, mambo yanakuwa magumu pale idadi ya mabanditi inapoongezeka. Baobao anajua hawezi kushinda vita vya muda mrefu, hivyo anatumia bomu la moshi na kutoroka na mama yake, akiahidi kuwa siku moja maisha yatakuwa bora. Ili kupata matibabu bora kwa ajili ya mama yake anayesumbuliwa na ugonjwa mbaya wa kichwa, Baobao anaamua kupanda treni, lakini hana pesa ya kutosha kulipa nauli. Baobao anazuiliwa na walinzi, lakini anatumia ujanja na uzoefu wake, anapenya kama mwizi na kuzama ndani ya treni kuelekea mji mkuu. Huko anatumaini kupata daktari bingwa. Ndani ya treni hiyo hali ni ya kitofauti. Kuna tabaka la juu la kijeshi na wasomi. Akiwa kwenye behewa la daraja la kwanza ambalo alilivamia kwa ujanja ili kupata hewa safi kwa ajili ya mama yake, anakutana na mwanamume mmoja mwenye mvuto lakini mwenye kiburi na fujo, Tian Hao. Tian Hao ni mtoto wa jenerali mwenye nguvu na amerudi hivi karibuni kutoka mafichoni alikokuwa amejificha kwa mwaka mzima. Tabia yake ya macho na dharau inamfanya agongane na Baobao mara moja. Tian Hao anajaribu kumfukuza Baobao kwenye behewa hilo, akimuita mwizi au mtu wa hali ya chini. Lakini Baobao kwa ulimi wake mkali anajibu mapigo. Anamwambia Tian Hao kuwa sare ya kijeshi haimfanyi kuwa mwanadamu bora ikiwa hana huruma. Huu ndio mwanzo wa uhusiano wao wa paka na panya, love-hate relationship, ambao utatawala mfululizo huu. Hata hivyo, msichana mwenye moyo safi anajitokeza na kumsaidia Baobao na mama yake. Anawachukua na kuwapa hifadhi katika chumba chake bila kupoteza muda. Msichana huyu anatoa kopo la dawa za kutuliza maumivu, kisha anatoa nguo zake za gharama na kumpatia Baobao avae baada ya nguo zake kuchanika wakati wa vurugu. Msichana huyu anatoa ahadi ya kumsaidia mama wa Baobao watakapofika katika kambi ya kijeshi. Wakati treni inazidi kusonga mbele, bila kujua Tian Hao anapita karibu na msichana mrembo ambaye ni rafiki yake wa utotoni. Msichana huyu anaonekana kuwa na mawazo ya mbali, akitazama picha ya Tian Hao. Mrembo huyu hawezi hata kuhisi kuwa mtu anayemtazama kwenye picha yupo ndani ya treni na anapita karibu naye. Nje ya behewa hilo, Baobao anashuhudia kijana anayekaribia kujitosa, akihitaji kuruka kutoka ndani ya treni.
Baobao anawahi na kumzuia kijana huyu ambaye si mwingine bali ni Xiang Hao. Xiang Hao anapoteza balance, anaanguka na kulala kifuani kwa Baobao huku midomo yao ikikutana, hali inayoanzia mgogoro mkubwa kati yao. Wakati mvutano kati ya Baobao na Xiang Hao ukiendelea, treni inavamiwa. Xiang Hao anagundua kuwa kuna wauaji wanaotaka kumwangamiza. Ghafla kundi la wauaji wanaomlenga Xiang Hao linajitokeza hadharani. Hali inakuwa ya hatari sana, risasi zinaanza kurindima na watu wanatafuta hifadhi. Xiang Hao, licha ya utukutu wake, anaonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi na kuanza kupambana na wavamizi hao. Katika vurugu hizo, mwanamke mmoja mpole na msomi anayeitwa Xiao Bidie, ambaye ni mwalimu wa psikolojia na mhadhiri mteule wa chuo cha kijeshi cha Longcheng, anajikuta katikati ya mapambano. Bidie anajaribu kumsaidia Baobao, lakini kwa bahati mbaya, wakati wa kusukumana na kukimbia, anasukumwa na kuanguka nje ya treni inayokwenda kasi. Baobao anashuhudia tukio hili kwa hofu. Anajua kuwa mama yake anahitaji matibabu na Bidie alikuwa na nyaraka zote za kujiunga na chuo cha kijeshi kama mwalimu wa psikolojia, nafasi ambayo inakuja na bima ya matibabu na hadhi kubwa. Baada ya hali kutulia na wauaji kutimuliwa, Baobao anajikuta akiwa na mkoba wa Xiao Bidie. Ndani yake kuna barua ya ajira, vitambulisho na picha. Akijua kuwa bila fedha na hadhi mama yake atakufa, Baobao anafanya uamuzi mgumu na wa hatari. Atachukua utambulisho wa Xiao Bidie. Anajua kuwa huu ni uhalifu unaoweza kumfanya auawe, lakini mapenzi yake kwa mama yake ni makubwa kuliko hofu yake. Anavaa miwani ya Bidie na kujaribu kuiga sauti na miondoko yake. Hapa ndipo Qian Baobao anapozikwa na Xiao Bidie Zheng Shen anazaliwa. Treni inafika katika kituo cha Longcheng. Huku Xiang Hao anaonekana bado anashaka, na huyu mwanamke wa sarakasi aliyemwona mwanzo anashangaa kumwona sasa akiwa amevaa rasmi na kuitwa Xiao. Kuna mtazamo wa kutiliana shaka kati yao. Baobao anashuka kwenye treni akiwa amebeba mzigo mzito wa siri. Anaingia kwenye ulimwengu wa kijeshi uliotawaliwa na wanaume, ambapo makosa madogo yanaweza kufunua uongo wake. Lakini lengo lake liko wazi: kuokoa maisha ya mama yake, hata kama itabidi amdanganye mwanamume ambaye moyo wake umeanza kumvutia bila yeye kujua. Mpenzi msikilizaji, sasa Baobao anaingia katika mtihani mzito, kuhakikisha anaishi maisha bila kushitukiwa. Maisha yenye mzigo mzito wa siri itakayoteketeza maisha yake pindi itakapofichuka. Swali la kujiuliza: je, unadhani mpango wake utafanikiwa au utashitukiwa kabla mama yake haijapata matibabu? Endelea kufuatilia kwa ukaribu simulizi hii mpaka mwisho, ili tujue nini kitatokea baada ya Baobao kuingia ndani ya kambi ya kijeshi. Mpaka hapa mchezo umehamia ndani ya kuta za chuo cha kijeshi cha Longcheng. Mchezo unabadilika kutoka mitaani, sokoni, jumba la sanaa za maonesho, ndani ya treni na kuingia ndani ya kuta ngumu za chuo cha kijeshi cha Longcheng, ambapo uongo wa Qian Baobao unaanza kujaribiwa na mioyo inaanza kugongana. Baada ya safari ya hatari ya treni, Qian Baobao sasa akijitambulisha kama Xiao Bidie anasitiri hofu yake na kuingia katika lango kuu la chuo cha kijeshi cha Longcheng. Macho yake yanashangaa kuona nidhamu kali, sauti za buti zikigonga chini na harufu ya baruti na jasho. Hapa sio sokoni, hapa ni mahali ambapo kosa dogo linaweza kugharimu maisha. Baobao anapokelewa kama mkufunzi mpya wa saikolojia na tiba. Hata hivyo, changamoto ya kwanza inamkabili. Mapokezi rasmi. Viongozi wa chuo wakiwa wamevalia sare zao za kijeshi zenye medali wanamtazama kwa jicho la kudadisi. Xiao Bidie wa kweli alikuwa msomi aliyebobea, lakini Baobao ni msichana wa sarakasi. Analazimika kutumia ujanja wake wa mtaani, kuigiza ustaarabu na elimu ya juu. Kila neno analosema analipima, akijaribu kukumbuka yale aliyoyasoma kwenye vitabu vya Bidie alivyovipata kwenye mkoba. Wakati Baobao akijaribu kutulia, anakutana tena na Xiang Hao. Xiang Hao si mwanafunzi wa kawaida, yeye ni kiongozi wa kikosi cha Fire Dragon na mtoto wa Jenerali Xiang. Mara tu anapomwona Baobao akiwa amevaa mavazi ya walimu, Xiang Hao anacheka kwa dhihaka. Wewe ni daktari au ni mwalimu?
Xiang Hao anakuja karibu naye akimtazama machoni kwa jicho la kejeli. Treni haijafika muda mrefu na tayari umeshapata kazi ya ualimu. Unafikiri chuo hiki ni jukwaa la vichaa? Baobao akijua kuwa hawezi kurudi nyuma, anasimama kidete. Anajifanya hamjui Xiang Hao vizuri na anatumia mamlaka yake kama mwalimu kumkemea kwa utovu wa nidhamu. Hii inamfanya Xiang Hao apandwe na mori, kwani hajazoea kuambiwa hapana na mwanamke, hasa yule anayemhisi kuwa ni tapeli. Mvutano huu unavuta hisia za kila mtu chuoni hapo na kuanzisha tetesi kuwa kuna vita baridi kati ya mhadhiri mpya na kijana mtukutu wa jenerali. Hapa tunatambulishwa rasmi kwa mhusika mkuu wa tatu, Shen Wentao. Wentao ni kinyume kabisa cha Xiang Hao. Yeye ni mpole, mwenye nidhamu ya hali ya juu na anayetumia akili zaidi ya nguvu. Wentao na Xiang Hao ni mahasimu wakubwa, si kwa sababu wanachukiana bali kwa sababu wote ni bora na wanashindania nafasi ya juu jeshini. Baobao anapokutana na Wentao anahisi utulivu. Wentao anamsaidia Baobao wakati anapokaribia kuanguka, na kitendo hicho cha kiungwana kinaanza kujenga mnyororo mwingine wa mapenzi. Baobao anavutiwa na heshima ya Wentao huku Wentao akivutiwa na akili na utofauti wa Xiao Bidie. Wentao hahisi kuwa Baobao ni tapeli, yeye anaona mwanamke mwenye nguvu anayejaribu kutafuta nafasi yake kwenye ulimwengu wa wanaume. Mtihani mkubwa kwa Baobao unakuja pale anapotakiwa kutoa mhadhara wake wa kwanza wa saikolojia mbele ya mamia ya askari akiwemo Xiang Hao na Wentao. Baobao hana hata wazo moja la saikolojia ya kitaaluma. Anapotazama ubao mweusi, jasho jembamba linamtoka. Xiang Hao anakaa mstari wa mbele, miguu akiwa ameiweka juu ya meza kwa makusudi ili kumvuruga. Anaanza kuuliza maswali magumu ya kitabibu. Xiao, unawezaje kuelezea athari za kisaikolojia za risasi ya milimita 9 kwenye neva za fahamu? Baobao anapata mshtuko wa muda, lakini ghafla anakumbuka maisha yake ya mtaani. Anaanza kutoa simulizi badala ya nadharia. Anatumia mifano ya uoga, ujasiri na hisia za binadamu kwa lugha rahisi lakini yenye nguvu. Anafananisha saikolojia na mchezo wa sarakasi pale unapohitaji usawa, balance, ili usianguke. Mhadhara wake unageuka kuwa wa kipekee kiasi kwamba hata walimu wengine wanabaki vinywa wazi. Wentao anampigia makofi ya siri huku Xiang Hao akianza kuhisi kuwa mwanamke huyu ana kitu cha ziada, ingawa bado hamwamini. Katikati ya kelele za chuo, Baobao anaishi na siri nzito nyumbani kwenye hosteli ya walimu. Mama yake amefichwa ndani akipata matibabu ya siri. Baobao anatumia mshahara wake wa kwanza kununua dawa za gharama. Hata hivyo, mama yake anaanza kutilia shaka mazingira hayo. Baobao, mbona watu wanakuita Xiao Bidie? Tuko wapi? Mama yake anauliza kwa sauti ya udhaifu. Baobao analazimika kusema uongo mwingine ili kumlinda mama yake asipate mshtuko wa moyo. Mama, huu ni uigizaji tu wa kiserikali ili tupate matibabu ya bure. Usijali. Tukio hili linaonyesha upande wa kibinadamu wa Baobao. Yeye si mhalifu kwa kupenda, bali ni mwathirika wa mazingira anayejaribu kuokoa maisha ya mtu anayempenda zaidi duniani. Ili kumtega Baobao, Xiang Hao anaandaa mwaliko wa chakula cha usiku ambapo anajua daktari msomi kama Bidie anapaswa kujua mambo ya kitamaduni kama kucheza dansi ya kizungu au kuzungumza lugha za kigeni. Katika hafla hiyo, Xiang Hao anamvuta Baobao kuingia katikati ya sakafu ya dansi. Anamshika kiuno kwa nguvu na kuanza kumzungusha kwa kasi, akijaribu kumfanya achanganyikiwe na kusema ukweli. Unacheza dansi kama mtu aliyekulia mtaani, sio kama msichana aliyesoma Ujerumani. Xiang Hao anamnong'oneza sikioni. Baobao anajibu kwa ujasiri, labda Ujerumani walifundisha mtindo mpya ambao wewe ukiwa hapa Longcheng hujauona bado. Wakati huo huo, Wentao anaingilia kati na kumwokoa Baobao kutoka kwenye mikono ya Xiang Hao, jambo ambalo linazidisha uadui kati ya marafiki hao wa zamani waliobadilika kuwa wapinzani. Mwishoni mwa episode tunapata kipande kinachoonyesha kuwa Xiao Bidie halisi, yule aliyeanguka kwenye treni, aonekana akiokolewa na moja ya viongozi wakufunzi katika chuo hiki cha kijeshi.
Hii inaashiria kuwa huenda bado yuko hai na anaweza kurudi wakati wowote kufichua ukweli. Bao Bao anasimama kwenye korido ya chuo akitazama mwezi. Anajua kuwa kila siku anayokaa Longcheng ni kama kutembea juu ya kamba nyembamba ya sarakasi. Kwa upande mmoja kuna Xiang Hao anayemfanya ajihisi hai lakini mwenye hasira, na kwa upande mwingine kuna Wen Tao anayempa amani. Lakini juu ya yote kuna siri yake ambayo inaweza kumlipua muda wowote. Mpenzi msikilizaji, sasa uhasama wa Xiang Hao na Wen Tao unaanza rasmi ukiwa na Bao Bao katikati yao. Ujanja wa Bao Bao na uwezo wake wa kutumia maarifa ya sarakasi kutatua matatizo ya kijeshi. Bao Bao anaanza kupoteza nafsi yake ya zamani na kuwa Ende Xiao, mkufunzi wa psikoloji, jambo ambalo litaleta maumivu baadaye. Swali la kujiuliza, je, Xiang Hao atafanikiwa kumtoa Bao Bao kwenye mtego wake? Au Wen Tao atagundua siri yake kabla ya kila kitu kuharibika? Endelea kufuatilia sehemu ya pili hapa ndani ya Michael Recap ili tujue kama Xiao Bidii halisi atarudi na nini kitatokea.